Urithie ndukae kwerekera na waganu-ini amu niguo we uthurite handu ha guthinika ungiakorirwo rumbuitie waganu na ngoro yaku Mwathani ndari hindi angiakuiguire ningi gwakorwo guoko gwaku gukumbatirie waganu uthengie hanene nawe. Ni muthenya ungi mwega, muthenya wa kirathimo, muthenya uria Ngai atuhete kiheo kia muoyo tutingia kumucokeria ngatho ni undu wakio. Ngora guku mitambo-ini ya Nikio Kiigaga gutiri undu ungitwikaga no kugathiriria Ngai tu. Tuga ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai mumando na ndahana mundu wathi. Ngora kiuria gakuria atiriri nungia guoko na iguru kana nungihota kungararia anjire uguo ndiraria tiguo kana ciugo icio ti ciama. Etagwo Ngai Ephraim na Isaka na Jakubu wiki niguo nginya ndameria mata ndimugwetaga ngameria mata tondu ritwa riu riake ri hinya na ri murio guoko-ini gwake kwa urio kumaga maundu me murio. Thi channel-ini itu ya mitambo ya Nikio Kiigaga utucire no turaikire na Ngai witu ni egukurathima. Rwimbo ru ndakunira rwitagwo Wirithie ruinitwo ni Kamburi Danieli. Uguthi channel-ini ya Kamburi Songs wandike ritwa Wirithie na ni ukurikora ku ona ku ni cire na uniraikire na Ngai witu ni egukurathima. O muthenya ngurehagira ageni mithemba mingi aratakwa aini aratakwa ahunjia aratakwa mabishofu na ngurega nie guku ndicaguraga tuticaguraga wi mukabire ku aca provided ni urokire na muthenya wa muthi ndina muini murata wakwa muno na ndoe gikuyu uguo muthi turacenjia ruga mugandio githweri hindi wake ndiramurehire muthungu. Unajua last time tulikuwa na anaitangwo Mandel huyu wa Seruro. Anaitwa nani? Si tulikuwa na wewe, si ulikuwa na perform huko. Sasa watu nawaambiaga mimi ni wa form 6 kama tumeondoa 4. Unaona? So nawaambiaga mimi najua Kizungu. Sasa leo nawaambia niko na mgeni. Na huko atuchaguangi. Ama naita kubagua na kuchagua. Juu sisi hapa kitu yenye tunafanyanga we just praising God. Amina. Unaona tunasema ni mwaminifu. Ametupe uhai. Sasa nawaambia leo niko na mgeni. Rafiki yangu tumetoka naye mbali. Na nimewaambia tutaongea Kiswahili. So wengine wanadhani mimi sijui Sheng ama sijui Kiswahili. Sasa sikiliza. Nataka ujisikie huru. Thank you. Nikupe time ujiintroduce, uambie majina yako. Ukishawaambia majina yako, hapo pengine nitakwambia vile tutaenda. Asante. Karibu sana Jackie. Mr. Mbuzi. Umebarikiwa. Amen. Wewe ni wa baraka kwa wengi. Amen. Nasemanga Mungu ana position mtu mahali, huyo mtu akue baraka kwa wengi. Amen. Abrahamu aliwekwa baraka, akue baraka kwa wengi. Na sasa wewe umewekwa kwa hiyo kitu ukue baraka kwa wengi. Hata sisi. Amen. We appreciate you. Tunakupenda. Asante. Tunashukuru, tunaambia Jehova asante juu yako. Amen. Na uendelee na hiyo kazi ya Bwana. Amen. Asante. Nashukuru. Amina. Nataka uambie majina yako, alafu tutaendelea. Amen. Karibu. Mwathani agoshwo everybody. Amen. Mwathani agoshwo. Na Bwana asifiwe sana. Amen. Asante. Nashukuru kuwa hapa. Kwa majina naitwa Jackie Kotira. Ni Jacqueline lakini nimefupishia watu. Ndio maisha iwe rahisi. Wanasema tu Jackie Kotira. Amina. That's good. Nimeokoka. Napenda Yesu. Nikiendelea kujiintroduce naweza sema mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. I know that. I'm a worship leader. I am a recording artist. Unajua kuna wale wana lead worship na hawezi kurekodi. Kuna mtu hajapewa neema ya kuandika nyimbo. Lakini ukimpatia nyimbo ambayo ishaandikwa, anaimba vizuri. So neema ni tofauti. Na ninashukuru Bwana kwamba tena mimi ni mke wa mchungaji. I know that. Pastor Banda Praise. Mimi ni a wife to a pastor. Sasa kuna kuanga na driver na co-driver. Sasa sijui kama bwanangu ni pastor, mimi ni co-pastor ama mimi ni nani. Wewe niko hiyo. Tutasema niko kwa ile ofisi ninasaidia vile Mungu. Mimi ni deputy. Na ninashukuru Bwana. So kwa ufupi niko kwa huduma. Niko kwa ile shamba la Bwana nikifanya ile kazi ya Injili. Na ninashukuru Bwana sana. Amen. Nashukuru sana. Asante. Mimi nakujua. Wewe ni rafiki yangu. Tuko kwa industry moja. Tumeimba sana. Tumesifu Mungu kwa miaka mingi. Na pia tunafaa tumpraise juu ametufikisha hapa. Tumetoka mbali. Hii kazi yetu ni ngumu. Na unajua hivyo Jackie. Kabisa, si ati ni kazi rahisi.
Unajua sisi we are public figures. Yes. Tunaonekana na watu wote dunia mzima. It is true. Sio vile unaweza fanya mazuri ama mabaya ukiwa na huko na haujulikani. Yes, this is very true. Ukiwa either daktari ama tailor ama mwanabiashara huwezi julikana. Ni ukweli. Ukifanya mazuri ama mabaya. Ni ukweli. Lakini sisi wanamuziki ama wachungaji, ukifanya kitu mzuri ama mbaya itajulikana. Itajulikana. So inabidi ujitahidi sana. Ujikaze. Mpaka unaweza pata hata uko na stress. Yes. Juu unajichunga sana. Usikosee. Ama hata ukikosea unakosea kama ujui. Ni ukweli. Lakini hawa watu saa zingine unapata hawajui huko unajua. Ndio hiyo sasa. Lakini juu ni public figure, unapata kesho yake uko kwa gazeti. Kanaenda kakiendaga. Na wanakufuata. Ndio hiyo sasa. Lakini tunashukuru Mungu juu. Yes. Penye tumefika sio sisi. Sio sisi. Hata kutulinda na kutuweka kando na yao maovu. It is true. Ni yeye tu. Ni Bwana. Kotira ametoka wapi? Yes. Kuzaliwa. Wacha niseme kuzaliwa, wanasemanga Bontao, maana nimezaliwa Nairobi. Pumwani Hospital watu wengi wanaijua. Yes. Nimezaliwa mahali pale. Na nimelelewa tu hapo, nimeenda Park Road Primary School. Yes. Nimeenda Ngara Girls. Yes. Yani niko tu mtaani. Niko tu Nairobi. Nairobi tu. Ndio nimezaliwa, nimelelewa hapo. Hata uimbaji niko tu hapa. Ni hapa tu. Yani nimereiziwa tu in Nairobi. In Nairobi. Na reserve. Ushago tunaendanga Christmas, siwe unajua. Tunaendanga Christmas. Ni mara moja na sio Christmas zote. Hapana. Na hata unaweza kuta lugha ya mama ni ngumu, unashikilia hapa lakini you don't know it. Sasa hiyo shida. Uijui kabisa. Hata watoto wetu unapata wajui lugha ya mama. Sasa woye Jehova, Mungu atatusaidia. Si Mungu atusaidie. Amina. Tena unasikia Mwathani ni mtumwa. Ni mtumwa. Uwezi atikuwa tunapotelea lugha ya mama. Lakini Mungu atatusaidia tu. Jehova asaidie. The original reserve. Yes. Odisavu ni wapi hasa? Kwangu sasa walikuwa wametoka wapi? Kisumu, upande wa Rachuonyo. Ilikuwa Karachuonyo East. Siku hizi ni Rachuonyo. Yes, it is Rachuonyo, inaitwa Rachuonyo. So ni side za Ujaluoni kule. Ujaluoni. Yes. Kwa hivyo wewe ni Mjaluo. Nikikwambia Kindube hapo ni karibu na kwetu. 50 bob unaingia kwa boma. Yes. Kisumu nimeenda mara kadhaa. Yes. Kodele najua sana. Thank you. Una get? Na by the way nilikuwa Kisumu juzi. Yes. Kama kuna town safi. Sahi. Na wenye wanasikiliza wanajua. Imejengwa sana na imekuwa safi. Na by the way unajua Wajaluo ni wasafi. Yes, wanapenda usafi na kweli. Wanapenda usafi. Yes. Na we are brothers and sisters. We are brothers and sisters. Yes. Yeah. Music ulianza lini ama ilikujaje? Okay, what I can say, unajua kuna vitu zinatokanga kwa familia. Mamangu alikuwa mwimbaji sana, lakini hakuwa ameokoka. So alikuwa anaimbanga kwa chama. Unaona chama ya mama, yeye ndiye kabla chama ianze, anaongoza ile kigosho, anaachilia kwanza. Ndio ile chama inaanza. So mimi nilikuwa nikiona vile anaendelea, nikijaribu nakuta naweza. TV ikifunguliwa na unaona wasanii wengine. Ukiona hata Ben Gidea ako pale, si hata unachangamka. Unasikia there is something in you inaendanisha na wale. Nikajua hii uimbaji iko. Uimbaji ni kitu iko. Ukiona msanii kwa TV unaimba na yeye, you sing along. Yes, but sasa niliokoka baada ya form 4. Ingawa nilikuwa naimba, nikisikia madha naimba, but I am not saved. So naimba hizo za kama ni ya chama, kama ni ya katho, unajua madango alikuwa katho ananyorosha. Pia mimi nanyorosha tu na yeye. But nilipookoka baadaye, ndio nikagundua kumbe Mungu anaweza kuwa backup kwa ile uimbaji wangu. Already kuna ile kipawa lakini haikuwa na Mungu. Sasa ukipata Roho Mtakatifu, unakuta ukisimama kuimba, unasikia kuna kitu tofauti. Iko na nguvu. Unakuta iko na nguvu fulani. Imekuja na nguvu tofauti. Sasa ni kama Mungu akaanza kuinua kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Na nikajua kumbe Mungu anaweza tumia kipawa hiki ambacho kiko ndani yangu. So na nikaingia worship team. But sasa sikuwa nimeanza kuandika nyimbo. Maana bado sijui Mungu, sijui vitu za Yesu. Kuimba naweza lakini bado sina ufunuo. So ukiendelea kusoma neno, ukiendelea ndani ya Bwana, ndio tukiendelea nakuta kumbe naandika kakoras. Kakoras kanakuja. Nikaanza kuandika nyimbo polepole. So baadaye ndio nikaweza kurekod. But sikuanza kuandika nyimbo siku ya kwanza. Imekuja polepole. The more unasoma neno la Bwana, uko katika maombi, unakuta Mungu anaileta pale, kakoras kanakuja, something. Hata uchoki. Sasa ndio hiyo. Unaanza kuandika. Ndio mwishowe nikajua kumbe somebody can be a recording artist. Mungu anaweza kukusaidia from one level to another. But si kuanza nikiandika, but ni Mungu amenisaidia tukiendelea katika neno.
Nikajikuta kumbe I am a recording artist. Oh yes. So naweza sema Mungu amenisaidia mpaka hapo. Amen. Yes. Na sasa umeolewa? Yes. Unaona dalili? Ni unasema aje? Sasa ulikuwa unaanza nikiandika? No, I was not. Yes. Nilikuwa tu worship leader, nimekuwa kwa Faith Evangelistic Ministry almost 18 years. Nikiimbisha tu pale na niko single. Nimekuwa single for a long time. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah kwa wale wanangoja, kwa wale wanangoja Yesu. Na wajua yeye kuja. Na kuenda katoloni. Na anakujanga. Unaenda hiyo katoloni, unaenda. Hakukuja haraka lakini alikuja. But after a long time, nilingoja Jehova. Yeah. Oh, yeah. But Jehova alikuja. Na akakupea mzee. Hey, alinipea mzee. Na by the time napewa mzee, unajua nilikuwa karibu nimekata tamaa juu. Ushaingoja kitu na unaona ni kama haikuji. Unaona Mungu amekaa sana. Ilikuwa imetake time, but I used to pray and I used to trust God. Na vile Mungu amekupea kimzee kizuri. Nashukuru Bwana, najua ulikutana na yeye the last time tulikuwa kwa mkutano ule. Ana maneno. Ananga story. Praise tu. Na ni mtumishi wa Mungu. Na aliniambia alizungumziwa na Mungu. Because mimi niliomba mpaka nikaona Jehova, kwani unisikiangi ama what is happening? Alafu unajua sisi waimbaji tuko mpaka kwa madhabahu kubwa. Kwa hivyo kama ni marketing, tumejimarket. Already ushajimarket. Tuko pale. Hakuna mtu mwenye hakuna mtu anatokea na tuko kwa kwa altars huku tukijimashwali. Mpaka nikaona unless the Lord markets you. Kama si Jehova kukupigania. Yenyewe. Kama si Jehova juu kama uko kwa madhabahu yenye watu wanakuona na bado akishwali. Yenyewe. Hawatokelezei. Kama si Jehova kukutetea. Na mimi kama si Jehova kunitetea. Juu huyo mtumishi aliniambia Mungu alimuongelesha mara kadhaa. Ndio akasema akubali mwito. Yes. Na at the same time when I was praying, God had spoken to me. I'm going to give you a husband. Amen. Na ilichukua karibu miaka kama sio 4-5 tangu aniongeleshe, ndio sasa ikatokea. So nataka kuambia mtu ambaye ananisikia, usikate tamaa. Yes. The Bible says that though it tarries, it shall surely come to pass. Oh, yes. Yani hata ikikawia itakuja kupita. Yes. Nataka mtu ajipe moyo. Kwamba Mungu akikwambia, unaona vile tunasomanga mambo ya Abraham. Unajua wakati mwingine Biblia ni kama storybook. Yes, unasema ati Sara alikuwa amezeeka, Abraham amezeeka lakini amezaa. Unajua ukisoma hiyo kitu, unaona ni kama hii hadithi ni hadithi. Lakini mtu kama mimi nikikuja nikuambie kwamba yangu ilikawia sasa. Yes. Ya ukweli. Yes. Mpaka mother-in-law unajua siku ile aliambiwa anaenda kuolewa. Unajua umri ilikuwa imeenda. Lakini vile yeye anapenda Mungu. Alishtuka alafu akarudi akarelax. Nijua anapenda Jehova. Amen. Yes. So hata ikikawia nataka kukupatia encouragement kwamba atakuja. Mungu atakuja. Mungu anakujanga jameni. Juu usikia maombi. Yes. So unashikilia pale. Shikilia pale, Mungu anatendanga. Yes. Ile kitu ninaweza sema. Yes. Mungu abariki bwana yako sana. Amina. Na amweke miaka mingi. Amen. Watoto, yes, vijana, wasichana. Amen. Alafu mutajirike sana. Hallelujah. Una get? Yes. Na muendelee kumuhubiri. Yes. Mungu juu hakuna mwingine. It is true. Unaona hata baada ya kukaa sana. Yeye mwenyewe anaona sasa hapa Jackie. Yes. Anakupea ile kitu ambayo ni yako. It is true. Juu kama ulijiongoza wewe mwenyewe. Atupate wewe ndio unajiongoza kila mahali kutafuta bwana. Ungepata si kuna wengi wanasemaga niliolewa mara 3 ninatupwa. Ni ukweli. Juu yeye mwenyewe hakutaka Mungu akue mbele. Yes. Yeye anataka yeye atangulie pale. Lakini ukingojea tu Mungu atakupe moja na final. Yes. So God bless your husband. Amen. Sana. Hallelujah. Na kuna maandiko inasemaga na Kikuyu. Yes sir. Sijui kama nitaweza kuitafsiri na Kiswahili inasemanga. Yes. Ni Daudi alikuwa naomba anaambia Mungu this time round. Yes. Usiwache nikae sana bila kukuona. Yes. Inasemaga na Kikuyu na ndukareke jikarage muno itekuona. Na kuombea sasa usikae sana. Yes. Sasa akue ule Mungu. Yes. Anakujaga saa hiyo. Yes. Actually hata kabla akuage amefika mbele yako. Amina. Una get? Juu time yako ya kukaa bila kumuona iliisha. Iliisha. Sasa ni ya kumuona saa hiyo. Sasa aanze kuonekana. Saa hiyo. Yes. Amina. Wimbo yako ya kwanza ilikuwa gani? Wimbo wangu wa kwanza ulikuwa unaitwa Tutembelee. Tuimbie kidogo. Tutembelee
Mungu Baba tunaomba tutembele. Mungu Baba ninaomba tutembele. Kwani we hubadiliki tutembele. Mwaka wako wa neema tutembele. Huo wimbo nilipata kwa maombi. Tutembele. Nilikuwa naomba nitembelewe, jameni. Ulitembelewa. Ilikuwa ni maombi na ikakuwa sasa ni wimbo. Na hii sauti ni tamu sana. Amen. Praise the Lord. Unajua mimi nasikianga ukiimba. Yaani sauti moja. Ni powerful. Unajua? Yes sir. Kuna maandiko pia inasema. Yes. Ulimi. Yes. Ina nguvu. Yeah. Yani ulimi yako inaweza fanya uishi ama ukufe. Ni ukweli. Na pia kuna power ndani ya ulimi. Yes. Yes. That is vocal. Ni ukweli. Vocal ya wimbo tutembelee. Kuna mwenye anaisikiza akiwa Amerika. Yes. Ameweka tu hapo Mungu nitembelee. Mungu nitembelee. Unajua wimbo? Yes. Unaisikilizanga kulingana na situation yenye uko. Yes. Kuna mhubiri alituhubiria na tuambia si nyimbo zote unasikizaga ama unaimbaga hata kama ni gospel. Yeah. Juu kama mtu anaimba ati Mungu naomba uniponye, wewe si mgonjwa. Yes. Saizi tutembelee. Yeah. Hiyo ni wimbo evergreen. Kila mtu anataka kutembelea. Kila mtu anataka. Aya, nakuelewa. Yes. Naelewa vile unasema. Si wimbo yote ati juu ni gospel unaimba. Naelewa vile umesema kabisa. Unaweza imba wimbo ya mashida ukuwe wewe ni maskini. Ukiimba wimbo ya kifo unakufa. Tukute umeenda kwa baba. Na sio lazima ukufe ati mwili. Hata kiroho. Unaget? It is true. That song is very powerful. Na kuna korabo mulifanya kitambo ile. Saluti. Ile ya Daddy Owen and Friends. Yes. Kwa Daddy Owen and Friends wasichana kama wa 6. Si ndio mlikuwa na kinanga? Kulikuwa na Kambua, Emmy Kosgei, Emily, Esther Wahome. Yes. Yeah. Na wewe na mimi. Yes. Lugha zote zilikuwa represented. Oh, yes. Yes. Wewe ulikuwa unaimba na? Mimi naimba Kijaluo. Kila lugha wana represent. Kambua anaimba Kikamba. Yes. Emmy Kosgei Kalenjin. Yes. Esther Wahome Kigosho anaachilia pale. Yes. Yes. Na hiyo wimbo ikafanya vizuri sana. Kila county was represented pale. Yes. Tukainua Yesu wetu. Yes. Na by the way Daddy Owen ni rafiki yangu sana. Nitamuita hapa. Yes. Hata Rafton alikuwa amekuja hapa. Tumefanya collab na Rafton mimi. Amen. Yes. That's powerful. Hiyo party yako ilikuwa inaendaje? Chakre cheng mokwongo manaromo kodi hono miseti mwana mulo chunya salut nyaka goni miel nyaka mielni Yesu jemedarna dongi ng'eyo kaka heri. Dongineo naka heri. Si unajua nakupenda. Ndio inamaanisha hivyo. Ati Yesu jemedari wangu, si unajua nakupenda? Yes. Dongineo kaka heri. Yes. Si unajua nakupenda. Piga saluti. Piga saluti. Piga saluti. Piga saluti. Piga saluti. Tulikuwa tunampigia saluti kabisa. Na mkafanya kazi ya maana sana. Amen. Unajua kuna kitu Mungu anafurahianga kama kumsifu. Yes. Na nyimbo. Amen. Na pale chini kwa maandiko inasema hata tusipomsifu. Yes. Hao ndege wa angani. Watamsifu. Ama stones mawe. Na unajua ni aibu sana. Jehova. Tuko uhai ati stones ndizo. Unapata saa hizi na msifu juu wakati tunatumia wifi. Batteries za radio, makaizi za radio. Yes. Sisi ndio tunastahili. Na ni ukweli. Kumsifu. Na ni ukweli. It is true. Saizi umefikisha wapi? Sasa sahi, you know, we started church in January. Yes. Unaelewa? Yes, I know. Tuko miezi 6. So most of the time niko pale kama mama kanisa, tunajaribu evangelism, house to house, nini na nini. But sijawacha kuimba. Natarajia kwamba ikitulia kidogo pale, maana bado tunajaribu kujaza kidogo kanisa, iko na watu kidogo. Ni kanisa mpya. Tujaze. Alafu tena utaniona tena nikiendelea kupiga saluti. Sitaki kuacha kuimba. Usiwache. Sitaki kuacha kuimba. Usiwache.
maana line yangu kubwa ni ya uimbaji. Hii ya mama kanisa nimeshikilia pale maana Mungu anaweza tumia yeyote wakati wowote. Siwezi sema Mungu usinitumie kama mama kanisa because mimi ni mwimbaji. No, nimeambia Jehova, I am a vessel in your hands. Nimejitokeza, nitumie vile utaka. Hata wakati mwingine unakuta bado hatuna Sunday school teacher, unanikuta niko Sunday school. Hautasema huyu ni msanii leo. Ako Sunday school. No, niko pale nikiwaambia Daniel and the lions. Wakiniuliza who is Daniel? How many lions? Mtoto anakuuliza how many lions? Na mara niko Sunday school teacher. Kidogo kidogo nikiona tena kidogo niko hospitality. Kuna wageni wamekuja kanisa, mimi ndio pale na hakikisha wamepata kachai. So right now mimi ni a vessel in Jehovah's hand. Mahali nahitajika. Niko pale. Wakisema fungua sasa service na maombi. Nimeingia intercessory. Niko team zote sasa. Niko team zote, team ya Yesu. Yes. But sitaki kuacha uimbaji. Bado natarajia kuendelea kuimba. Nadhani ama nimefikiria hiyo ni kipawa. Alafu unajua wewe ni active. Unaona? Juu nishakuona. Wewe unakuanga mo active wakati tulikuwa church juzi. Na Mungu pia anaonanga on how you are active. Hiyo baraka yote inakujaga pamoja. Amen. Unanishika? Na to add on that. Katika hii kanisa mumeanza mgeni. Vile umesema hakuna watu wengi. Hakuna watu wengi. Kwanza house to house. Unaona hiyo pace. Muende tu na hiyo pace. Hata msikiwe na haraka. Pole pole tu. Hata mkikuwa nyinyi wawili na bwana yako. Tukipiga tu. Nyinyi bora muna rules and regulations za church. Zikuwe hapo. Mungu yeye mwenyewe ndiye hujiletea watu. Amen. Sisi tunafanya kazi yetu. Yeye anafanya yake. Amen. Na ile si nyumba yetu. Ile ni nyumba ya Mungu. Ni nyumba ya Mungu. Kama vile kwangu ama kwako. Siwezi kuja nikwambie ubadilishe hiyo kitu ipeleke pale. Na ni kwako. Siwezi enda bedroom yako. The same keys applies kwa nyumba ya Mungu. Hii nyumba ni yako Mungu. Sir. Jipangie. I'm telling you. Alafu unajua kanisa ni kama mtoto. Baby class. Tunaenda PP1, PP2, class 1, class 2. Kanapanda. Unaona class 8. Amen. High school, university, PhD. Unaona? Saizi mko baby. Tuko huku wapi? Usiruke uende class 4. Nikuwe mpole. Ama uende class 8. Ukiruka sikudanganyi, dakika ya mwisho lazima itarudi pale. Muende usirukilie stairs. Ndio tunapandaga enda. Muende tu pole pole. Dakika ya mwisho I'm telling you. Si mtashindwa kwenye mtaweka watu. Jameni. Amen. Mtashindwa. Juu wewe nyinyi mlifuata rules and regulations za kanisa. Na sana sana kumuogopa Mungu. Alafu tuhubiri ukweli. Unajua tukihubiri ukweli watu wanaponanga kama ni wagonjwa hata kama hatujaomba. Amina. Mtu anashindwa ai. Na si nilikuwa na gas. Si nilikuwa na ulcers. Kwa nini nikiingia huko ninapona nikitoka? Una get? Anapata Mungu amemtembelea. Juu pale kuna Mungu ambaye Mungu mwenye mnaomba ama mwenye mnawafunza ni Mungu wa ukweli. Amen. Amina. Praise Jesus. Amen. Challenges za maisha. Challenges hazikosangi. Kwa kila area. Juu ni mingi. Aki ni mingi. Paka nimeenda kuuliza kwa area gani. Juu kila area unakuta kuna challenges na kila area kuna ushindi. So zote ziko na zina contribute to the growth of a Christian. It contributes to the maturity of a Christian. So long as uko uhai. So long as uko uhai. Na wewe ni binadamu. Na tena vile Biblia inasemanga kwamba the just shall live by faith. Neno la Bwana linasema the just, wale wanaamini Bwana wataishi kwa imani. Ni kwa sababu kuna mahali utapitia, itabidi ile imani ulifunzwa uweze kuitumia. Utapitia challenge, hiyo challenge hata inue ile imani yako. Ikutingize kidogo uanze kusema na Mungu hebu sasa nikuamini vizuri sasa. Yaani inakuamsha. Kuna challenges fulani they make you to become even sharp in the spirit and alert. Kuna mapito unaweza pitia hata kama huku kwa umepanga 21 days unaanza kufikiria nitafika aje Katoloni, hii naona imekuja sana. Huku kwa umepanga. Lakini ile speed ile challenge inakuja nayo unaanza kutafuta mlima. Inakuja tu instant. Unaanza kuuliza wanalipishanga ngapi kwa siku? Ujue hizo 21 kama utaweza. Juu ile speed ile majaribu inakuja nayo. 21.
you have to grow spiritually. Si ya 7. Hii si ya 7 imekuja sana. You have to grow spiritually. Hata kama ulikuwa unapenda kama ni kanyama choma, unaiweka kwanza kando. Juu hii kitu itakuaibisha mbele ya umati, inabidi uchangamke. So challenges are also good. Kuna kitu nimeelewa hapo. Kuna watu wanasemanga hakuna mtu anaweza enda fasting 21 days. Yes. 41 days, 7 days. Kuna wengine hata 3 hawawezi. Lakini sasa hivi kuna kitu nimeshika. Yes. Shida yako ina provoke. Ndio inakuwezeshaga. Bas. Shida yako ndio inakuwezesha kwenda hizo. Na wanauliza imekufikisha wapi hiyo kitu? Juu ikikufikisha mwisho. Hiyo kitu ikikufikisha mwisho, mtu usema kwanza chakula ikae. Ikikufikisha mwisho, we mwenyewe unajitafutianga mlima kabla uambiwe na pasta. Juu unaona vile inakuja. Yani uchungu inafanya hata usikinja. Unaona sasa this is too much. This is too much na nilisikia Mungu anatendanga miujiza. Ako wapi huyo mwenye anatendanga? Sitaki sasa kusikia. Nimejipeleka kwa mlima, niende nihakikishe. Ile kitu nimesoma kwa neno, sasa naingia nayo kwa mlima. Si wamesema that the Lord will move mountains. They said yes. Na wakasema neno linasema kwamba if you have faith as small as a mustard seed, you will move mountain. Mountain ni kitu inatoshana aje ukicompare to yourself. Mountain kawaida yake ni kitu kikubwa kukushinda wewe. Na wamesema ni imani yako kidogo itasongeza. Ukiona hiyo challenge vile inakuja, unaanza kujipeleka hata ungoji kuambiwa. Unaanza kujipeleka, unakanyaga kubwa kubwa ukielekea kwa mlima. So challenge ni mzuri juu bado zinaleta spiritual growth, spiritual maturity. Inakuchallenge una grow. Umenikumbusha mzee mwingine. Ni wale wazee ni miaka ya kitambo. Enzi zetu tukiwa tu watoto. Si unajua katika mtaa fulani ama mtaa kwenu wakukosagi wale watu wanasemekananga ni maskini sana. Sasa hiyo home ilikuwa wanakuliwa na hizi zinaitwa jigas. Yani inajulikana ni wale watu maskini. Nyumba ni tule twa nyazi. Unaget? Yes. Na huo mzee alikuwa mzee wa kanisa. Hata kwake alikuwa ametoa mahali tu. Watu wajenge kanisa. Lakini ni kanisa tu ka hiyo nyazi. Bado. Sasa watu walimsema sana. Na hapo kwake kulikuwa na mlima. Alikuwa naomba vile hiyo mlima inaweza toka hapo ndivyo aweze kupata shamba alimiange watoto. Yes. Alikuwa naombaga Mungu, anasema mimi wewe unasemanga kama imani yetu itakuwa kama hiyo mustard seed chembe. Mlima itafanya nini? Itasonga. Lakini mlima haiko inasonga. Sasa watu walikuwa wanaona yeye hayuko sawa. But wacha nikwambie Jackie. After so many years. Ilisemekana barabara itapita hapo. Can you imagine? Wachina wakakuja. Ikasemekana barabara itapita wapi? Hapo. Ikasemekana lazima hiyo mlima ifanye nini? Isongeze, ingolewe. Itolewe, ichomolewe. Kutoka hapo ni ile miaka ya kitambo hata hizi makampuni za simu hazikuwa zimekuja. Ikasemekana booster itapanda wapi? Hapo. Sasa unaona hiyo pesa vile hiyo imekuja kwa hiyo nyumba. Kabisa. Because lazima wamlipe wakinini hapo. Huo mzee akatajirika once niko tu pale kwa ile maombi. Yes. Na ile faith. Amena. Ya kusema ati lazima mlima itoke. Unajua watu wengi wanadhani ni uombe itoke, ing'oke. Iende watu wakiona. Hapana. Lakini Mungu anaweza pitia hata sio lazima ikuwe ni mlima. Ni ukweli. Hiyo mashida unasema ya 21 days, 7 days. Ni milima. Na ukiomba itafanya nini? Itachomoka. Leo umenihubiria sana na hukujua. Amen. Sijaenda 21 days. Amen. But mtu anaenda kulingana na mashida yake. Na tena kuna level ya neema. Yes. Kuna level ya neema. Unajua wanasemanga the Bible says God is a righteous judge. Yes. Mungu hata kwa kipimo anapima, anaona Jackie aka kasichana kanaweza tu 7. Haka kawawezi 21. So hata akikwambia uingie kwa mlima atakupea 7 kipimo chako. Kiwango chako. Yes. Mungu anapatiananga neema kulingana na kipawa aliyoweka ndani ya mtu na kiwango cha huyo mtu. Kwa mfano, kuna mtu ameitiwa healing and deliverance ministry. Yake ni ya kuchomoa mapepo. Unaelewa? Hiyo level inataka authority. Na hiyo kind of authority kuna neema, grace for fasting. Yes. Haiwezi kuwa ya kawaida. Si kawaida. Mtu ambaye ana deal na mapepo ambayo iko level ya juu. Si Mungu
anampeanga neema ya fasting. Hata akienda 21 yeye asikii. Lakini ule akona neema ya 7 akijaribu 21 ana sweat. Maana ameingia kwa ofisi ambayo si yake. So unaenda na ile level yako. Kuna ile shida imekusukuma, lakini hata Jehova anajua there is a level. Huyu ataweza siku 3 na atakuwa sawa. So Mungu atamjibu kwa siku zake 3 maana neema yake ni ya hiyo. Huyu anaweza siku 7. Jehova anajua. God is righteous. Anajua huyu ni wa siku 7. Huyu hata siku 8 hataweza, atakataanguka. Acha nimjibu hapo kwa siku 7. Kuna sasa wa 21 Mungu anajua this is my general. Kuna wa 40 Mungu anajua this is my general. Na huyo hata anaweza asimama kwa taifa na atangaze. Elijah alisema hakutakuwa na mvua. Kukakauka. Huyo ni general. Na hata unaona Elijah aliporudi chini kuinama hivi. Anauliza kuna mvua? Bado anainama. Mvua imechomoka? Bado ako na ile neema. Atarudi paka saa ile mvua cloud itaonekana kwamba mvua sasa inakuja. Huyo ni general. Mamlaka yake hata akipewa 40, hata akipewa 21 days, hatingiki maana ako na ile neema. Sasa kila mtu ajue neema ya tusitoke hapa mtu aingie 40 days na ni mtu wa 3 days. Utakufa. Aseme tulimwambia. Neema yake ni ya 3 days ameingia 40. No. Go according to the grace of God upon your life. For every gift there is a grace. Every gift. Kuna ule atasimama aseme HIV come out. HIV sio headache. But kuna ule wa headache. Pona headache. Please. Level ya headache. Tunajua is the same God ambaye anaponya headache. But kuna levels. But there are levels of authority. Hatuwezi toshana. So mtu aende na level yake ya fasting. Hata huku duniani hatuwezi toshana. Hatuwezi toshana. So kuna neema. Kuna ule ako na neema akipewa 40 days ako sawa, hasweat. But kuna ule akipewa hizo 40 gaifafa. Jehova ameanza kusweat na hajaanza kufunga. Juu neema haiko pale. Mtu aende na neema yake, tusisikie walianguka ati wametoka fasting. Tukasikia kesi zingine. Na kuna wale ambao of course mtu wako na ulcers, mtu wako na magonjwa, mtu wako kwa dawa, haimruhusu kufast for a long time. Biblia inasema wisdom is profitable to direct. Kuna mahali hata kama umeokoka lazima utumie akili. Usiingie tu kwa fasting and you know you are not well. Alafu tena tunakupeleka Kenyatta. Tena tumeacha maombi sasa tuko Kenyatta. Sasa tunaangalia masaa ya kukuangalia. Saa 7 visiting hours tunaanza. Please. Hekima. Hekima ukijua wewe uko kwa dawa, fanya partial fast. Fast breakfast. Kula lunch vizuri usitulaumu na ukule supper. Ukifanya hata hiyo breakfast for 21 days, Mungu amesikia ama hajasikia? Amesikia. Just use wisdom. There are many types of fasting. Usikuje ucollapse alafu useme tulikwambia. Hekima tena Mungu amekupea akili tutumie tu vizuri. Hata utaburimu huyo Mungu. Huwezi toka fasting uende hospitali. Thank you. Utashindwa huyo Mungu alikuwa anafanya kazi. So ni hekima tutatumia. Lakini that's logic. That is logic. It is logic. Na sasa hata ile hesabu nimefanya hapa. Sir. Nimeona wakati nitataka kwenda 21 days. Nikitaka mtu wa kunisaidia. Ndivyo ni accomplish. Sitaenda na mwenye anaendaga 7 days. Hapana. Nitaita wa 21 days. Anisaidie. Na akwambie. Juu kwake 7 days ni kama siku moja. At least akona ile experience. Akona experience. Akwambie tutaenda aje. Tunakula mboga kwa hii 21 days ama tunafanya maji ya matunda. Hekima ni gani? Tunaenda, hatutaki ukitoka mlima, wewe ni, yani, hatuwezi kukusaidia, you are sick, you are under attack. No. Juu lazima tuombe. Kuomba iko. Lakini tunaomba na hekima. Maana hata shetani, anataka uombe bila hekima, ukufe mapema kabla miujiza ifike. Hatutaki hivyo. We want you to also use wisdom. Unajua hiyo ni kitu pia inaelimisha. Hata hiyo ni kumaanisha hata ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu. Lazima ukuwe na wisdom. Hekima nyingi sana. Alafu tena njia za Mungu sio kama zetu. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa amepanga, alikuanga na crusade. Nilipewa ushuhuda. Alikuwa na crusade, akasema wacha niingie siku 3, nisikume kabisa, alafu niingie crusade. Alipoingia asubuhi maombi, kufika saa 4, akasikia sauti ya Bwana. Amka, nimeshakutuma na nimekupaka mafuta, malizia maombi hapo, enda upange vile sound itafika. Si lazima iishe. Si lazima uende 3 days. Ni Jehova, si ulikuwa unatafuta Jehova. Sio masiku tunaabudu, ni Jehova mwenye masiku. Ameona tu. Ilifika saa 4 akasema thank you my son, I've anointed you, wake up now, go. Hata usishinde 3 days.
enda upange sound uhakikishe I will give you souls. Na watu wakaokoka. So we are not religious. Ukiingia kwa fasting sio mutaratara ati we are religious. Hizi masiku Mungu anaweza akakwambia amka sasa hivi, hapo mahali umefikisha. Nataka sasa ufanye hiki na hiki na hiki. Si umeshapata instructions from Jehovah. Unaamka vile amekwambia. Umuonyeshi kwamba wewe ndio unaweza fast hata kushinda Mungu mwenye fasting. Huyo mtumishi aliamka akawachia hapo na akafanya vile aliambiwa. Peleka sound I'm giving you souls. Akapanga sound, akapanga vijana na wakapata nafsi. Yes. Juu ni Mungu ambaye husikia na ako na masikio. Yes. Kuna mambo mbili nimeshika leo. Amina. Nimeshika aje ati mtu akienda kwa maombi. Kama ni 21 days. Kama ni 40 days. Nazimaliza kulingana na mashida zenye zimenikimbiza. Siwezi kuwa na shinda ya shilingi ya mashida ya shilingi 100. Ati niende ati fasting ya 21 days. Hiyo tu ni oh God give me 100. Nipatane na Jakia nipe 100. Thank you. Lakini naweza kuwa nimekimbishwa na mashida. Kuna vitu zinaitwa strongholds. Being forced by circumstances. Ati hata nikienda 21 days nasikia tu kuongeza. Kitu kingine ya pili, wisdom. Ukiingia kwa hiyo fasting. Hatutaki utoke ukiwa muadhiriwa. Unaifika na neema. Na tena unaweka masikio, maana unaweza ingia pale Mungu akunenee kitu. Hapo mahali umefikisha, get up. I have answered. Hata aliambia Moses, get up. Toa viatu penye umesimama saa hii sasa. Thank you. Toa viatu. Hapo penye umesimama. Instructions za Jehovah. Toa kiatu. You have to be. Do this and this and this. Si umeenda kusikia, si uweke masikio wewe. Ukisikia fanya hivi na hivi. Jameni. Si basi inamaanisha Jackie. Mungu alitusikiliza kitambo, ni sisi atumwekeagi masikio. Unapata tu uko hapo nipe tu. Na labda alikuambia wewe nishasikia maombi yako, amuka uende. Lakini hujampe masikio. So tunafaa kukuwa very alert. Very tunafaa kukuwa very alert. Tusifanye kama religion mutaratara. Tusifanye vile sisi tunajua. Wacha tuingie kama watoto kwamba Mungu nimekuja maombi, mimi sijui. Wewe ndio unajua. Hata Biblia inasema hata maombi hatujui, ni Roho anatusaidia. Sasa tukue kama watoto, nimeingia kwa maombi lakini niko ready. Mungu anaweza sema nifanye hivi ama hivi. Anaweza niambia turn left or right. So unaingia pale ukiwa ready kwamba vile Mungu atafanya, vile atasema nitapokea. Just be alert. Anaweza tumia njia yoyote kukuzungumzia. Unaweza enda pale useme leo Mungu atanizungumzia kwa ndoto, kwa hii maombi. Akute ametumia mtumishi mbuzi, aniongeleshe direct. God can use different ways. Tukimalizia. Mungu akubariki sana. Amina, man of God. Juu ya kukuja. Unajua wanasemanga mtu kubali mwito. Lakini unaweza kataa vile utaambiwa. Nimekuita kuja. Ukipata vile nilikuwa nakuambia istahili, sasa hiyo unaweza kataa. Unaona? Lakini usikatae juu labda kuna kitu nakuitia mzuri. Ni ukweli. Juu wakati tulipigania simu ama wakati tulipatana, ulikubali kukuja. Asante sana. Na wewe ni msafi. Unajua hivyo. Unakuanga Eva smart. Thank you Mono. Eva smart. Thank you. Mungu wako ena monyaka Mono. Thank you Mono. Ni kusema ako na bahati kubwa sana. Asante. Mwambie nimemsalimia sana. Nipeleke salamu. Zitafika. Na kwa hii mitambo yetu, hata yeye akuje. Akuje ahubiri. Mkuje mkae na yeye hapa. Ndio tuongee mpaka maneno hiyo kanisa mgeni. Nitamweleza hivyo vile umesema. By the way, iko wapi? It's in Obama Saika. Unajua Kayole Junction? Watu wanajua Kayole Junction, kuna Obama Estate. So hapo ndio church iko. Saika Obama, next to Obama Police Station. We are a ministry under Eagles Gathering Church. Tunaitwa Arise in Christ Assembly. Arise in Christ Assembly. Arise in Christ Assembly. Hapo ndio tuko. Services tuko nazo Sunday. Na wakienda Facebook yangu wataiona, maana tuko na service kadhaa. But on Sunday from 9. 9 tunapatikana pale, intercession, alafu 10 to 12:30 celebration service. Tuna celebrate Jesus.
Murori wa Mitambo ya Nikio Kiigaga ucio etagwo Jackie Kotira ni muini wa nyimbo cia Kugooca Mwathani. Aigora ndari ya githweri. No no igwe gikuni kia Kugooca. Githweri ni ngwendaga karibu ni jiume urini. Na Jackie ni muini wa nyimbo cia Kugooca Mwathani. Na ni mahunjagia Ngai mena muthuri wake haria Kayole Junction. Kwa hivyo in case kama unakuanga Kayole. Huu ni Jackie hapa. Na Jackie atawacha namba yake ya simu hapa. In case kuna mtu anaweza taka kukupigia simu. Ulisema wewe ni mama wa kanisa. Pande ya Sunday school, hospitality. Kuna mtu anaweza taka maombi Jackie. Unaona labda ako katika hapa Kenya kwetu. Any place wengine wako Ujerumani, wengine wako Amerikani, diaspora kijumla na mimi najua uko na mashabiki wengi. Amina. Kuna watu wengine wanaweza shindwa kwani Jackie siku hizi yako wapi? Kuna mtu labda ameishi akitaka siku mmoja tu ningetaka tu niongee na Jackie kwa masikio. Kweli kabisa. Kuna mtu saizi amesikia Jackie na bwana yake wameanza huduma. Unaona? Na labda nyimbo zako ndizo zilifanya aokoke. Unaona? Alafu asikie Jackie yako na huduma. Si atakimbia hapo sana akuja kwa hiyo huduma. It is true. Unaona? Na ataona Mungu amemjibu maombi yake. Secondly, namba ya simu pia ni mzuri. Juu watu pia tunasaidiananga nao sana. Kuna mtu labda aliona wimbo yako mahali na akasema siku moja nitakuja kurekodia Jackie wimbo. Mimi hapa nimerekodiwa nyimbo sana. Unaona hapa? Hapa nimerekodiwa nyimbo sana na marafiki zangu wa Amerika, Ujerumani. Wonderful. Na by the way, nyinyi marafiki zangu wa huku Kenya, Ujerumani, Amerika. Jackie naye amekuwa rafiki yetu. Yes, please. Nimekuwa mmoja wenu na niko hapa. Na Jackie umpigie simu. Ndio utataka. Ningetaka useme namba yako ya simu. Vile unajitanga Facebook, Twitter, Instagram. Hizo vitu zote. Ile uko nayo. Thank you so much. Sema hapa namba ya simu. Wacha niseme namba ya simu ni 0723 925 80 0723 925 809. Huyo ni Jackie Kotira. Niko kwa Facebook. IG mimi niko YouTube. Alafu niko Jackie Kotira Music, that's my page. Na YouTube channel. YouTube channel Jackie Kotira. Please tafadhali na wapigia saluti na waheshimu. Tafadhali. Twende kwa channel ya Jackie Kotira. To share, to like, please. Tumsubscribe. Tafadhali. Na tumuandikie comment message. Tumwambie akanyagie hapo. Amina. Na thank you. Hiyo roho yako. Thank you so much. Hiyo roho yako. Na sijui kwa nini nimesikia kitu fulani nikitaka kusema hii maneno. Sema. Uko na roho mzuri sana. Amen. Thank you. I'm serious Unajua mimi hapa kwa hii mitambo. Hata watu wengine wananitusingi hapo chini. Ama naongea. Mimi huongea tu. Mimi naongea inaitwa frank. From your heart. Vile iko. Na mimi mtu naambiaga mtu na hiyo na wewe si mtu mzuri. Unaona wewe uzi. Unaona mimi naambiaga mtu. Na wanajua marafiki zangu. Tunakosoananga nao. Unaona hiyo roho yako. Let me tell you one thing. Hapa kuna kujaga watu, kamera zinaharibika. Stima zinapotea. Battery ziko na yani unashindwa mtu ni wa aina gani? Jameni. Unaona? Mwingine amekuja na roho mbaya. Anapiga nduru. Unajua sasa hizo hatuwezi record. Ni ukweli. Lakini kuna mtu anakujaga tu. Hiyo siku mnashinda vizuri. Amina. Unaona? Una get? Naelewa. Kajua kanawaka. Mnashinda tu na hiyo weather. Una get? Hallelujah. Mtu ako na roho ya Mungu ndani yake, anawabariki, anawabless. Hata kama kuna kitu yenye atawape, anawaombea. Ni ukweli. Lakini kuna wengine wanakujaga huku. Woi. Mpaka tunamwambia pole kama tumemkosea. Na tuna understand juu wote ni wetu. Ni ukweli. Unaona na alikuja na uwezi mfukuza. So hata zingine tunaenda kukatakata tuna edit. Una get? Na watu wajui challenges zenye tunapitianga. So hiyo roho yako
Sikudanganyi. Wewe unaweza fikiria utalea watoto wako peke yako, lakini uko na watoto wengi sana utalea. Amen. Wazee wako na nyumvi, wamama wamelea, wamama wanaitwa shosho na kukaa, vijana wadogo. Juu sasa wewe ni mama watoto. Wewe ni mama watoto. Wewe ni mama kanisa. Unacheki? Wewe umekuwa mama ya watoto wengine hapa. Amen. Ukue na hiyo roho. Na Jackie, kuna kitu nitakwambia saa hii. Yes sir. Jackie, umeimbia Mungu miaka mingi. Miaka ni mingi. Umefanya korabu mpaka na akinanga Fini. It is true. Yes, Fini the hata Jemaima, Fini the Ez. Yes, akinanga Jemaima Thiongo. Umefanya korabu nao akinanga Dadione. Na I'm telling you, umelea wengi. Amen. Nitakwambia leo, and I'm very serious. Mungu halipagi mazuri na kwa mabaya. Amina. Amina. And this is your time. Amen. Usijali Mungu atapitia wapi. Amen. Na usicheze na huo Mungu. Amina. Hata kama ni ocean. Yes. Anaifanya ikuwe njia. Yes. Na atakagi ati ma contractors umesomea ati engineering. Yes. Ati kama wewe ni Mchina kuja utengeneze hii ocean ikuwe njia. Anatumiaga tu just a stick. Yes. Kuna mama alikuwa amegonjeka. She was breeding for 12 years. 12 years, yes. Imagine miaka 12. Huo mtu alikuwa amejaribu madaktari wote. Ai, jameni, 12 ni mingi. Si huo mtu alikuwa ameenda mpaka India. Tuseme kwa mfano. It's true. Si watu walikuwa wamefanya mpaka harambee. It's true. Lakini ilikuwa imongojewa tu aguze tu nguo ya Yesu tu. Kuuza tu. Apone. Kadogo. All those years. Hey, 12. Ni kuuza tu. I'm telling you, saizi wewe ushaguza. Amina. Utaenda mbali sana Jackie. Amina. Na utakuja kureverse hii video. Yes. Utaenda mbali. Amen. Ile maombi umeomba miaka yako yote. Ile maombi umeombewa na mabishop, mapastors. Yes. Unaona? Yes. Ile agano mmeagana na Mungu, agreements. Zero umesign. Una get? It's true. Ni ukweli. I'm telling you. Amina. Saizi utaziona. Hiyo hata nimepokea sasa. Na unaona wale mama unapataka na zile magari kubwa kubwa huko. Yes. Kwa jam. Yes. Wewe ni mmoja wao. Amina. Hizo magari utazipata. Amina. Sijui kwa nini nimesikia nikuambie hivyo. Amen. Nimekuja na uzito sana hiyo. Juu Mungu adanganye. Amen. Na uende uambie bwana yako. Yes. Aanze kujipanga. Yes. Vile atatumia pesa yake. Amen. Yes. Si ati kujage hapo pesa na magunia tena anashindwa vile. Anashindwa. Sasa uende umwambie. Sasa hapo naona umeingia ile ofisi. I'm telling you. Ile ofisi tunapenda ile. Huwezi fanya kazi ya Mungu alafu akuacha hivyo. It's true. Na atafute parking kubwa. Amina. Parking kubwa. Juu hizo magari si 2 ama 3. Amen. Kutakuwa na mpaka mabasi za kanisa. Unaona? Yes. Mabasi za shule. Amen. Mutapeleka wapi? Si mutafanya hiyo, sio kazi yote ni yenu. It's true. Mungu akubariki sana kwa kukuja. Asante man of God. Ukienda unisalimie huo bwana yako. Yes. Umwambie nampenda na ninataka mkuje hapa haraka sana mkiwa wawili. Yes. Ndivyo tutoe ushuhuda kwa wale ambao wamama au wasichana wamekaa sana bila kupata mabwana. Yes. Sasa muone live bwana ya Jackie. Yes. Ndivyo utie sahihi kwamba Mungu anakujanga. Yes. Ndio sasa. Na msisahau kupigia Jackie simu. Asante. 0723 925 809. Yes. Yes, huyu ni Jackie Kotira, mwanamuziki wetu tunampenda wa Kenya, wa nyimbo za Injili. Asante. Hapa ni mtambo wa na Kiswahili ni kinachojiwekanga. Nikio Kiigaga. Na namba yetu ya simu ni 0723023023 na muendelee kunipigia simu tafadhali jameni. Na utuombee pia hii mitambo yetu. Na ibarikiwe kabisa katika jina la Yesu. Na ipate kibali in the name of the Lord. And no weapon fashioned against this ministry shall prevail. Sababu inafanya kazi ya Bwana. Mungu afungue kila milango katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na ukienda in case upate mtu yoyote anaweza taka kuja kwa hii mitambo. Yes. Na shida yoyote. Yes. Leta yeye. Yes. Ako karibu. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Na la Mwana na la Roho Mtakatifu sisi wote tunasema Amen. Mungu awabariki sana. Asante. Hama ritoma kwa jita gode nilikaburi guko ni mitambo ni ya Nikio Kiigaga na njukite haha ni undu wa Nikio Kiigaga family ndamwirire ndona kaundu kega ni ndiukaga ngamwira mitambo ya Nikio Kiigaga Ngai ni akite maundu mega tondu tuonete andu a gutunyitirira na aria makoretwo magiturugamirira kwa ihinda-ini riri
na wandu ucio ni kambuni itagwo Rimavest. Rimavest ni kambuni ya kwendia migunda, na migunda ino ikuria Malindi. Migunda ya Rimavest marendia mugunda eka imwe na 50 by 100. Mugunda eka imwe magakwendia ciringi 350,000, ukaruta deposit ya ciringi 50,000, balance ukarihana mieri 3. 50 by 100 marakwendia ciringi 99,000, deposit ukaruta ciringi 25,000, balance ukarihana mieri 3. Na in case no ukorwo hihi balance no urimo kumirihana mieri 3 ri, no wiyarie urahura na mbeyo hau thi ya Rimavest na ukwirwo ni director mwenyewe. Undu wa magegania muno na niguo tumite onani ndigire na mugunda through kambuni ya Rimavest kou Malindi ni ati migunda ya Rimavest nduramigura tiri mutheri, urenderio mugunda wihuire matunda ma mangoes. Mangoes ni maembe. Mugunda eka imwe urakua miti 50 ya maembe imihande, na miti yo yathondekwo wega na yarorwo wega. O muti ni uraciara maembe 1,000. Maembe 1,000 ri, o iembe ri ona ndukirihe ciringi ona ndukirihe ciringi 10 kana ciringi 15 o mwaka. Nduraga 500,000 nginya 700,000. Ona ndukirute makureo ni nyoni utigirio ciringi 300,000 kana 400,000. Kambuni ya Rimavest hindi iria waruta deposit ya kuigithia, ndukaigithie mugunda utari na matunda, tondu migunda yothe ya Rimavest ni mihande matunda. Uka umuthi kana hura na mbeo ya thimu waranire na director, wenda kuigithia mugunda eka imwe ni ciringi 50,000, wenda kuigithia 50 by 100 ni ciringi 99,000. Kambuni ya Rimavest niyo kambuni iria iki irendia migunda mihande kindu kana migunda mihande matunda. Wiyoere kagima riu ona ihenya oria kwahotekeka. Actually brought cia mbere iria cirendio ni Rimavest cia 50 by 100 ni brought 40. Wiyoere tha ici ona ihenya citana hurio ugiuka ukore gutire nayo migunda eka imwe iria iho tha ici ni eka 30. Wihuririe eka ngima toria nie ndihuririe ugure mugunda wina matunda, wanjirie kuona faida hau. Ngai arokurathima, Ngai arogwika maundu mega. Nyitanira na kambuni ya Rimavest wigire na mugunda. Asanteni.